Tuwafuatilie wanahabari wagombezi kwenye hivyo vyombo ambavyo nimevitaja. Nenda ITV, nenda Clouds, Wasafi, nenda kaangalia the way ambavyo wanavaa. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Mimi Azam TV nawapenda the way ambavyo wanavaa. Ile taarifa habari unaona kabisa. Kwanza yani nisipoweza kuiona ile taarifa habari naona ni kitu cha muhimu sana. Tunaelewana vizuri? Na wakati Mariam Chazi hajafariki pia nilikuwa namfuatilia. Anavaa smart. Unasema kweli hapa anayetoa anayemaanisha. Sawa sawa? Wanaume wengi sasa hizi wanapigwa na wake zao. Si hilo mmelisikia? Kwa hiyo na wewe huko hapa ni mwanaume mwenzetu, lakini hali yako baadaye itakuwa ni ya kupigwa na mke wako. Sawa? Tafsiri yake wewe umefeli kuwa kiongozi wa familia yako. Sawa? Haujui nafasi yako. Sasa tunapokuja kuzungumzia wakati nafundisha hii mada, kiongozi anayetakiwa leo, kiongozi anayetakiwa kwenye ajira za serikali, kupitia ajira za serikali, kiongozi anayetakiwa Sir Christian. Kutoka kwenye swali lako ni kwamba baada ya kuwa na mwendelezo wa kutembelea katika vituo vya television na radio, kuna faida kubwa tumeipata. Kwanza kabisa, tamasha linahitaji watu. Kwa kutembelea katika media, especially radio na television, tumegain popularity katika vyuo vingine, licha ya kwamba tulikuwa tunakwenda kutembelea. Tumegain popularity kwa maana ya kwamba wale watu ambao tunawapelekea zile tickets sasa wameanza kuona kwamba hili tamasha liko serious, na wenyewe pia wana hiyo nafasi ya moja kwa moja kuja kujoin na kulifanya tamasha letu kuwa vizuri, kwa sababu tamasha linapokosa watu tunakosa ile thamani ya wazi ya ubora wa tamasha lenyewe, lakini pia tunapoteza mvuto. Kwa hiyo kupata hiyo opportunity ya kutembea katika hizo. Naitwa Mary Geoffrey. Kwa siku ya leo nimeweza kujifunza mimi kama mwandishi mavazi ambayo natakiwa ni avae kwa upande wa either nikiwa nafanya kazi au hata hapa chuoni. Wewe kama umeenda ofisini au kwenda kuomba kazi kufanya field, umevaa hovyo, hujavaa vile ambavyo natakiwa uvae. Kwa mimi kama mwandishi nimejifunza kuvaa official na kufuata yale maadili ambayo natakiwa niyafanye mimi kama mwandishi. Na kwa naitwa Gerald Emmanuel Simbira, ni mwanafunzi katika chuo hiki cha uandishi wa habari na utangazaji. Baada ya kupata ugeni katika chuo chetu tumeweza kujifunza vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo nimeweza kujifunza mimi kama mimi ni kuhusiana na masuala mazima ya mavazi. Mfano, mtu anaenda kukava sehemu, kavaa kapelo, kavaa jinsi, so inakuwa ni ngumu sana kupata story. Lakini mtu ambaye ameweza kuvaa official, kavaa zake suti safi, suti nyeusi, kiatu cheusi, mtu yupo nadhifu, anakuwa ana kipaumbele kikubwa kabisa kuweza kupata ushirikiano kutoka kwa watu husika. Lakini pia kitu kingine ambacho nimeweza kujifunza ni kuhusiana na masuala mazima ya maadili. Mfano, mtu ana cover story ya CCM au ya Chadema, sasa ni mara nyingi sana anakipa kipaumbele chama fulani. Mfano, mtu ana cover story ya Chadema pamoja na CCM. Hapa na kipengele chama fulani sio. Kwa nini ndio?